kisa kwenye Sahih Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuna bwana katika Bani Israeli alikuwa mfanyabiashara, akasafiri kwenye safari zake za biashara, akaenda mji mwingine. Usafiri ulikuwa ni wa bahari. Alipofika kule, biashara zake zikaharibika, hakupata ile rasilimali yote, ikafilisika. Ikabidi sasa atafute namna hata fare ya kurudi kule kwao. Hana hata tikiti nauli ya kurudi kwao. Akaenda kwa bwana mmoja tajiri, akamwambia, naomba unikopeshe dinari 1000 nirudi kwetu na mali mimi, lakini mambo yameniharibikia, sina namna ya kurudi kwetu. Nikifika mimi nitakutumia dinari zako 1000. Ili akamwambia, kwani wewe hapa sio kwenu? Hapana, mimi ni mgeni. Sasa kama ni mgeni, nitakuamini vipi? Wewe ni mgeni, utaondoka uende kwenu, usiporudisha pesa zangu nitakupata vipi? Kwa hivyo akamwambia, tafuta wakili, mtu ambaye atakuwakilisha wewe kwamba lau hutorudi mimi nitamdai yeye ile hela yangu. Yule bwana akamwambia, wakili wangu wakafa billahi wakila, mimi natosheka, wakili wangu ni nani? Allah. Akamwambia, nitafutie mashahidi basi washuhudie hii deni ninavyokupatia huu mkopo. Akamwambia, wakafa billahi shahida. Yule bwana haya maneno mawili yakamuingia, kwa sababu aliyoyasema ameyasema na moyo, yakarudi kwenye moyo. Sisi huchukua deni saa nyingine kwenye moyo wako, asema kwani pesa hizi sisi tumemtajirisha hapo, ndio sharti ya skuli. Tumeelewana? Wakopa na huna nia ya kufanya nini? Ya kulipa. Lakini huyu amshuhudisha Allah, ndiye wakili wake, ndiye shahidi yake. Yule likamuingia, kwa sababu latoka kwenye moyo likaingia kwenye nini? Minal qalbi ila alqalb. Yule akamuhisabia lini? Akamwambia, nikiondoka leo Jumamosi, Jumamosi na pesa yako, mashua, boti lolote litakalokuja na mzigo, utapata amana yako, nakuletea, nitakuja. Ikakaa wiki, ikafika Jumamosi, yule bwana akasubiri, ela huyu jamaa atanirejeshea, jua la panda hili. Ikafika mpaka mchana, akaamua kushuka pwani mwenyewe, ufuoni, kwenye ufuko wa bahari, ili akiwa amekuja pale pale kabla hajabadilisha mawazo. Alishinda pale, hakuna boti, hakuna chochote, mpaka jua lile lazama. Asema, ashanitengeneza huyo, ashanitengeneza, amenidanganya. Sasa nikurudi nyumbani nitafanya nini? Akaona kuna gogo pale limeanguka, akasema, mimi mwanaume sirudi nyumbani mikono mitupu, hii itafaa kuni nyumbani. Akaibeba. Kumbe yule bwana naye alikaa siku ile asubuhi, hadithi kwenye Sahih Bukhari. Akakaa asubuhi, atafuta chombo, hakuna kinachosafiri. Ikafika, asema hii siku itapita. Mwisho akaandika barua, ndugu yangu, nimeshindwa kupata usafiri, lakini amana yako na kuletea, na mkabidhi yule nilomwambia, kafa billahi wakila, kafa billahi shahida. Akachukua gogo, akalipasua, akafunga ile barua yake, akaitatia plastic, akaingiza ndani, piga misumari, akalitupa lile gogo baharini. Kweli huyu bwana akaliokota ni kuni. Kupeleka nyumbani, mkeo amwambia, mbona umechelewa? Si upumbavu wangu, ile jamaa hakuja bwana, kisha niibia dinari 1000.
Ambia si wewe Muislamu sana. Wajua wanawake, mwanamke hana silojua. Kuwa mvumilivu ndugu yangu. Atakuwa yeye hajui hata kukaa kwenye gari licha kupeleka. Lakini njoo umwambie leo nimeumia bwana, nimefunga breki ghafla. Akwa kila siku nakwambia peleka gari vizuri. Ajua. Njue mwenzako kumbeba. Tumeelewana? Si wewe mcha Mungu. Si wewe Muislamu sana anayekutajia Allah tayari. Ndizo hizo basi. Zimeenda hizo. Mke wangu yashapita, tumwachie Allah. Nenda ukapike na kuletea na kuni zile. Yule bibi kupiga shoka lake akuta kuna bahasha. Mume wangu, hii umetoa wapi? Sababu baharini. Nimeona kurudi mkono mtupu, kaliona ile. Amwambia njoo angalie miujiza. Wakifungua dinari 1000 na barua yamwambia wakafa billahi wakila wakafa billahi shahida. Jamani, tuna Allah, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Fanya sababu, mtegemee nani? Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut. Matatizo ni hapa. Mioyo yetu hatujakubali tunalolisema. Mioyo yetu imekosa yakini. Unachokifanya wakifanya kinyume kwa vitendo, lakini moyo uko kinyume na hivyo, ndio tutapata tabu hizi.